tukichagua njia ya hekima, kuleta mwanga si moto, kuinua imani si hofu, kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu hauyumbishwi kwa vikwazo vya dunia, kuelewa kuwa si kila vita ni ya kushindana kwa sauti, bali kwa imani na subira, kukumbuka kuwa kuna nyakati ambapo mateso huja kwa kusudi la Mungu, na wala sio vita yenu. Kaa kimya, muone wokovu wa Bwana, kuliko kusema leo tumeonewa, kanisa limefungiwa, lazima haki yetu ya kuabudu irudi. Lakini swali ni hili: je, hii vita ni ya kimwili au kiroho? Je, Mungu yuko mbali na hili jambo, au ni mpango wa kimya wa kuisafirisha imani yetu? Ni heri kutulia kiroho badala ya kuhamasika kimwili, kuelewa kuwa si kila vita ni ya kushindana kwa sauti, bali kwa imani na subira, kukumbuka kuwa kuna nyakati ambapo mateso huja kwa kusudi la Mungu, kutambua kuwa sio kila adui wa kuangamizwa, bali wengine ni sehemu ya mtihani wa imani, na wala sio vita yenu. Kaa kimya, muone wokovu wa Bwana. Lakini sawa, hebu tutazamie mifano kidogo. Mungu anaruhusu mambo kwa makusudi. Danieli 6:6-23. Watu walimpangia njama Danieli. Sheria mpya iliwekwa juu yake: asilale wala asisali kwa Mungu wake kwa siku 30. Lakini Danieli hakupambana kwa maandamano, akaendelea na ibada kama kawaida. Aliwekwa shimoni, lakini simba hawakumla. Mungu alitukuzwa juu ya kila falme. Wakati mwingine kufungiwa ni fursa ya Mungu kuonyesha utukufu wake. Hata hivyo, Yesu mbele ya Pilato, Yesu alipokuwa anakaribia kusulubiwa, Pilato alimhoji. Yesu hakupiga kelele wala kupinga. Alisema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ungalikuwa hapa, watumishi wangu wangepigana. Kulingana na Yohana 18:36. Imani ya kweli haipigani haki kwa upanga, bali kwa ushuhuda na subira. Vita hii sio yenu, ni ya Mungu. Yehoshafati alipopigwa na mataifa matatu, hakuwa na nguvu yoyote. Mungu akamwambia, msiogope wala msifadhaike, maana vita hii si yenu, bali ni ya Mungu. Nyakati 20-15. Si kila mashambulizi ni ya kupigana, mengine ni ya kusimama tu na kumwona Bwana akitenda. Hata mitume walifungwa, hawakupinga kimwili, lakini walipotolewa kwa miujiza waliambiwa wahubiri. Petro alisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Matendo 5:17-29. Walitii Mungu kwa hekima, si kwa ugomvi au matusi. Kulingana na hili, tunaposhambuliwa, jukumu letu kuu ni nini? Kaa kwenye maombi. Warumi 12:12. Furahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, uweni na bidii katika kusali. Acha Mungu afanye kazi yake. Zaburi 46:10. Tulieni mkajue kuwa mimi ni Mungu, na wala tusisahau kuzingatia ujumbe wa mateso. Petro sura ya 1 4:12-14. Msishangae kwa ajili ya maajabu yaliyo kati yenu, bali furahini kwa kuwa mnashiriki mateso ya Kristo. Sasa ushauri wangu, kanisa halijajengwa kwa ukuta, limejengwa kwa imani, na imani haipimwi kwa mateso. Sasa wakati wa malumbano ni wakati wa utulivu, wa maombi na shuhuda za kweli. Tulia, muone Mungu akitetemesha mipango ya gereza kama alivyofanya kwa Paulo. Tulia, muone Mungu akitukuzwa kama alivyofanya kwa Danieli. Tulia, muone wokovu wa Bwana. Kwa miendelezo na makala nyingine unaipata katika YouTube yangu. Jina langu naitwa Beni Maarifa.